Wanadamu kupoteza access yake na Mungu haikumuondolea tu kwamba amepoteza position, ilimpeleka kuwa mtumwa, kwa sababu sasa anaishi maisha ambayo sio ya kwake. Bustanini alipewa maisha yake anayotakiwa kuishi, but now anaishi maisha ambayo sio ya kwake nje ya bustani, kwa sababu maisha yake yako ndani ya bustani. So bustanini haikuwa tu location, garden was also a position. Kwa hiyo mtu anayeishi maisha ya ulevi, mtu anaishi maisha yasiyofaa, mtu anaishi maisha maovu, Mungu anakuonea huruma, anaona unaishi maisha ambayo sio ya kwako. Ni sasa mtu baba yake ni tajiri, baba yake ana nguvu, baba yake ana fedha, ni mtu mwenye heshima, alafu mnamwona anaishi maisha hoyaye. Yesu pekee ndo anaweza kubadilisha historia za wanadamu. Mungu hakuona shida, hakushindwa kutoa kitu chema kwenye vitu viovu. Mungu anatuonyesha ukoo wa Yesu ambao ulikuwa na vitu vingi ambavyo havieleweki, lakini anatuonyesha Mungu akiaminiwa anaweza, kwa sababu hawa watu wote they encountered God. Rahabu humuoni tena akiwa kahaba baada ya kukutana na Salmoni. These people the minute walipokutana na Mungu waliacha waliokuwa nayafanya. Huoni Yuda akiendelea kukaa na Tamari, akaendelea kulala naye. No, it was once a mistake, it was over. Usijiendekeze ukasema hivi Mungu wa neema alimsamehe Daudi, hata nisamehe na mimi. Acha kuendekeza uhuni, utafia hapo. When grace is given, grace calls for turnaround. Biblia inasema neema ya Mungu imefundiwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya. Neema sio kiendekezo au kigezo cha kutenda mabaya. Neema ni sababu ya kukataa ubaya, kwamba Mungu umenipa neema, this is enough. Anaweza kutoa message from a mess. Haijalishi maisha yako yameharibika kiasi gani, haijalishi maisha yako ni maovu kiasi gani, there is not too late with God.